Habari, karibuni tena katika tutorial zetu za SolidWorks. Leo tutaona namna ya kuchora mchoro huu. Tutaona inatumia feature gani, pia tutajifunza feature gani katika kuchora mchoro huu. Kwa hiyo tutafanya tutorial ya kuchora mchoro huu, tutajifunza mengi, endelea kutufuatilia. Kwanza tunakuja kwenye sketch, kisha tunachagua front plane. Baada ya hapo tunakuja kuchora hii shape yetu hapa, ili umbo letu hapa. Kwa utachukua line, utaanza kuchora, hakikisha ipo horizontal, kisha tutakuja tutachora cycle. Ukitaka kuchora cycle hapa unarudisha mstari nyuma, ukisharudisha mstari nyuma utaona cycle inatokea. Ukitaka hiyo tangent utarudisha nyuma, utapitishia hapa, itakuwa ni tangent cycle. Utapeleka hivi, kisha hapa tutamenya, utapeleka hivi kulingana na shape yetu. Uta click, utakapochora cycle utarudisha mstari nyuma, kisha utapeleka hapa, kisha tuna click, ambayo ni tangent. Kwa hiyo tutamenya hivi, kisha tutachora tangent line ya hapa. Okay, select. Kwa kilichobaki hapa ni kuweka dimension za hizi, ambao hapa ni 33, hapa radius ni 7, hii cycle ya nje, na hapa radius ni 3, kisha hapa urefu ni 45. Kwa tutakuja sketch, smart dimension, hapa 33, kisha hapa radius 7, hapa urefu ni 10, na hapa radius ni 3, na hapa urefu ni 45. Okay, kwa hiyo mchoro wetu hapo umekaa sawa. Okay, baada ya hapo tutachora profile kwa ajili ya swept boss base. Kwa kuwa mchoro wetu na sketch yake imekaa ambayo ina kona kona, hapa lazima tutatumia swept boss base kwa sababu nataka itokee kama hivi. Ukiona mchoro wetu nataka kutokea kama hivi, tutatumia swept boss base. Kwa moja tutakuja hapa exit sketch, kuja features, nachagua swept boss base, sketch yetu hii, kisha tunakuja kuchagua circular profile. Diameter ya cycle, tukiangalia hapa kwenye mchoro wetu, hapa radius ni 2, kwa hiyo diameter ni 4. Kwa nakuja hapa naweka diameter 4. Kwa moja itakuwa ishatengeneza profile yetu. Okay, kama mnavyoona
mchoro wetu umekamilika kutumia Swift Boss Base. Kwa hiyo kinachofuata hapa ni kuweka feature nyingine. Utakuja hapa front plane normal, front plane normal tu, kisha front plane sketch. Hii ni kwa ajili ya kuweka hii profile hapa. Tunataka kuweka hii profile hapa, hii ambayo huku nje ndio itaonekana hivi. Utakuja hapa uta sketch cycle kuanzia hapa mpaka hapa. Okay. Baada ya hapo tutachora center line kwa ajili ya kufanya revolved boss base. Sorry. Unaweza tumia control ukaminya hiki kidude cha kudrag ili mchoro ulete hapa chini, kisha tunachora center line kwa ajili ya tutakapofanya revolved boss base. Baada ya hapo unaweza ukaja kwa sketch trim entity ukakata hapa. Okay. Baada ya hapo unakuja kwenye features revolved boss base. Kwenye yes, moja kwa moja utaona mchoro wetu be revolved kwenye axis. Utaminya okay. Pia huku utaklik profile normal tu, kwa utakuja moja kwa moja uta sketch cycle kwenye hii face hapa, kisha tutachukua tutachora cycle kwenye hii face mpaka hapa. Okay. Kisha baada ya hapo utakuja kwenye features extrude boss base, tutakuwa na extrude cycle. Lakini tukiangalia kwenye mchoro wetu hapa, hii imebe extruded katika angle 30, angle 30. Kwa hiyo moja kwa moja tutakuja hapa kwenye draft na click, kisha tuna insert angle 30. Tutakuwa ishaleta okay na mchoro wetu. Kwa kilichobaki hapa ni kuweka thread. Moja kwa moja tunakuja kwenye features au wizard, nachagua thread. Thread location nachagua hapa. Kisha mpaka tuchague hapa blind, then tutaweka urefu wa thread yetu. Tukitumia blind tutaweka urefu, tuweke 45. Okay. Baada ya hapo tutakuja hapa, kwa kuwa thread yetu hii ni cut thread kama inavyoonyesha hapa kwenye hii profile. Hii hapa, hii ni cut thread. Hii ni cut thread, maana yake imekatwa kutoka kwenye surface.
Kwa hiyo moja kwa moja tunakuja hapa tunaweka metric die. Kwa metric die, kisha tutakuja hapa tutachagua thread kulingana na diameter ya cycle yetu, ambayo diameter ilikuwa ni 4. Kwa tutatafuta M4. M4 hii hapa. Okay. Baada ya hapo tutakuja hapa tutachagua cut thread. Kisha baada ya hapo tutakuja right hand thread, ndio tunaitaka. Okay. Moja kwa moja imeleta thread, cut thread.